wangetumia hivyo vyombo wanavyovitumia, mfano simu na vitu vingine, pia ni chanzo. Nilizungumza kwamba katika mazingira kuna swala la anga kwa maana mitandao sasa hivi ndo, kwa sasa hivi na kwa dunia ndo nyenzo nzuri sana ya kuweza kujipatia kipato. Ndo maisha yenyewe na uwezo kuyakwepa. Zamani tulikuwa tunasema jamani huko mbeleni kutakuwa na maisha ya sayansi na teknolojia kujia, ama na sayansi na teknolojia. Ndo hii sasa tunaishi tayama. Kwa hiyo ni kwamba wameichukua, wanaishi na hizi simu na nini pasipo kujua kwamba kule ndo kuna opportunity. Ndo kuna nafasi sasa ya kuweza kutoboa. Isipokuwa elimu itolewe ya maisha kuhusu kutumia hivyo vitu. Niende kwenye jawabu la swali lake, kwamba hii elimu inatolewaje. Kiukweli tayari tumeshaanza. Mimi kama mimi kwa kipaji changu na mlengo na malengo ambao nilionao tayari nishaanza. Kuna darasa huru na Teacher Edo liko mtandaoni, na niliona kwamba kwenda mashuleni na vitu vingine inahitaji mchakato wa muda mrefu wa miaka mingi. Lakini kile ambacho unakiweza, tunasema unakitumia kile unachokiweza. Natumia mitandao sana ambao vijana wengi wako kwenye mitandao. Naenda Google, naenda YouTube, naenda Facebook, naenda wapi, utakutana kuna darasa huru na Teacher Edo. Lakini pia kuna taasisi nyingine ya Big Girl Organization ambao tunatumia kuelimisha vijana, wanawake, wazee. Ni taasisi ambao ni NGO ambayo tunashughulika kwa ajili ya kuelimisha watu namna ya kuanzisha viwanda, ujasiriamali, lakini pia maisha, tunafundisha maisha ya kawaida. Kwa hiyo tumeshafundisha vijana, tumeshafundisha wanawake, lakini bado impact haijawa kubwa sana. Kwa hiyo hivyo pia kama kuna support kutoka serikalini, kutoka kwenye jamii, tunahitaji sana support ya namna ile ili tuweze kufikia Tanzania ama kwa ulimwengu. Tunahitaji support. Maana support inayohitajika ya kifedha, support ya ku like, ya kushare, ya kusambaza. Tuna changamoto sisi hapa pia Tanzania ya kukamishana hapo, kwamba mtu ana 1 2 3 kasema huyu bwana Limo bana tunaona na kipaji kali sana. Sasa tukimute kwa sababu naona Limo anaenda zaidi ya fulani, kwa hiyo na kimute bila kujua athari ama faida ya kile kitu ambacho kingeweza kufanya. Kwa hiyo tunahitaji support. Hata yeye mwenyewe huyu aingie kwenye hizo mitandao, ashare na watu. Kule kuna masomo yapo yanaendelea. Mwalimu Edo, hongera sana kwa jitihada ambazo unazifanya kuweza kufikia jamii, lakini bado hata kwa hao ambao unawapata kwenye mitandao ya kijamii, kuna vijana wengine ambao ana access ya kupata hiyo ama kupata elimu yako. Sijajua jitihada ni zipi, lakini bado uthubutu na kujiamini ni jambo ambalo wengi linatukwamisha. Si ndivyo linatukwamisha, lakini bado tuna mipango mingi ambayo haina utekelezaji. Hata ile nasi hata kujipongeza ama kusherehekea lile dogo tu ambalo basi wakati tumefanikiwa kati ya mipango yetu ya muda fulani. Sijajua kwenye hilo. Karibu, na pia tukuongezee hapa kwenye simu. Sikilizaji, halo, nimerudi tena. Ni kwamba mimi ninachomwombea ni kwamba asikate tamaa mapema sana. Maki anasema kufahamishwa, hapana. Mimi nilikuwa niseme tu kwamba yeye kiukweli aendelee na Mungu, kwa sababu hapo alipo hafundishi ubaya, anafundisha uzuri na Mungu anamuona. Lakini aendelee kuomba support kwa serikali. Mfano kama sasa hivi serikali yetu sasa hivi imeshakuwa ni sikivu zaidi yani. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hasikilizwi sasa. Hebu ajaribu kufanya hivyo, awashirikishe watu wa chini kama mabalozi, wenye viti. Sawa? Hawa ni watu ambao wako chini. Hao ni watu ambao wako karibu zaidi. Na aendelee kwa kweli, asikate tamaa. Hilo kama mimi nimelipenda sana kwa vijana wanaokuja hapa nyuma. Kwa sababu hao wengine hapa kidogo ndio hivyo, lakini wataelewa tu kwa kweli yani. Asante sana. Na lingine ni kwamba sasa hebu hapa kidogo japo ana changamoto ya kusema kwamba kusambaza, lakini sasa kuna hawa ambao wenye simu vya kiswaswadu, sasa ndio hapo ndio shida kidogo, nao anawasaidiaje hawa nao? Sawa macho, tumekuelewa. Asubuhi njema, asante sana kwa hoja hiyo. Haya, tuongeze huyu hapa kwenye line ya simu. Halo. Halo, habari ya studio? Salama kabisa, unaitwa nani?
Naitwa Athumani Conscious, balozi wa furaha. Balozi wa furaha, habari za huko? Karibu sana kwa swali, maoni na ushauri pia. Asante sana. Mimi kwanza nimpongeze mwalimu hapo kwa somo zuri analotufundisha, tuko tunajifunza. Lakini pia nilikuwa nataka anisahishe kidogo, au labda nipate maoni yake na pia watu wengine wajifunze. Wakati fulani niliwahi kusoma kitabu cha mwanasayansi mmoja mtafiti kuhusu hisia za mwanadamu. Kilikuwa kinaitwa Hoja ya Afya, ambaye alisema kwamba binadamu hana tofauti na viumbe hai wengine, kwa maana kama tunavyoona ndege hafundishi kutengeneza kiota chake, jinsi anavyoweza kukabiliana na mazingira yake kuanzia anapojipatia riziki mpaka anavyoweza kuendeleza kizazi chake. Sasa katika masomo yake anayoyatoa, anatuelekeza vipi sisi kuweza kujitambua zaidi kiasili, kwa sababu kama alivyoweza kudokeza pia mifumo iliyoko inatufundisha kutoa vitu nje kuingiza ndani kuliko kutoa kile kilichoko ndani yetu. Kwa maana alitolea mfano hata kuhusu uchoraji. Unakuta mtu ana kipawa cha uchoraji. Anatengenezwa vipi misingi ya kuboresha kile alichonacho ndani? Kwa hivyo nilikuwa nimetoa hiyo nukuu ya huyo bwana kuhusu binadamu kujitegemea katika uasili wake. Yeye anauzungumziaje katika mafunzo yake anayofundisha, na jinsi gani ambavyo tunaweza kushirikisha jamii kwa ujumla kuweza kulifahamu jambo hilo. Balozi wa furaha, mimi nikushukuru sana, nikutakia asubuhi njema. Muda wetu sio rafiki. Asante kwa mchango wako. Haya, asante sana. Haya, Amina, iko hivyo na mimi nitakuwa umeachukua yote. Karibu kwa majibu. Asante sana. Nianze na balozi wa furaha. Hongera sana kwa kuwa balozi wa furaha. Nafikiri ifuraha inatakiwa enee Tanzania nzima na dunia kote. Na niseme kitabu hicho ulichokisoma na mimi mwenyewe nishai kukipitia katika kusoma. Mimi nafikiri kwa upande wetu sisi tunazungumzia tu changamoto hizi za maisha na namna ya kuweza kuzikabili. Na unaposoma vitabu mara nyingi unatakiwa uwe na tuseme uwe na mitizamo yote miwili, chanya na hasi. Ukiona ambao ni hasi haiwezi kukusaidia kwenye maisha, unaachana nayo. Ila ambao unaiona kwamba inakufaa unachukua, nafikiri unaipakia unaenda kwenye maisha. Kwa hiyo nafikiri mimi niungane na hicho kitabu cha hisia kuhusu binadamu kwamba wote ni sawa. Na hapo mara nyingi ukienda kukisoma kile kitabu kwa zaidi kilikuwa kinazungumzia utu. Kinazungumzia nini? Utu wa mtu. Kwamba ukitaka kujua utu maana yake unatakiwa ujielewe kwamba wewe ni binadamu kama binadamu wengine. Na kilikuwa kinaunga sana sera za Mheshimiwa Rais wa kwanza za ujamaa. Kila kitu tufanye wote kwa pamoja, kusiwe na gap, kulikuwa hamna hivyo. Kwa hiyo yani ni uchambuzi, ningesema tuanze kukichambua tungepata mambo mengi sana kule, lakini ni kweli kile kizuri tunaweza kukichukua. Nirudi kwa nani yule? Kuna kitu hapo japo muda wetu unakimbia ticha Edo. Ndio. Bado alisisitiza kwamba mwanadamu anawezaje kujitegemea katika uasili wake ule kama ulivyokuwa umeeleza pale mwanzo. Lakini namna gani pia anaweza na uasili ule alionao akaweza kujitegemea, kama nimemuelewa vizuri. Kwa hiyo mwanadamu anaweza kujitegemea katika uasili wake ule. Kujitegemea maana yake inategemea sasa na mazingira yale ya uasili yanamwaffect vipi. Si niseme kuaffect yanamwathiri vipi? Yanamwathiri kwa faida, yanamwathiri kwa hasara. Sasa anawezaje kujitegemea? Maana yake ndio maana nikasisitiza kwamba katika swala la uchumi, asili yako ukijenga asili yako ukaiweka imekaa vizuri, maana yake tayari hapo utakuwa na gia ya kuweza kuanza kunyanyuka na kuanza kuendelea. Kuhusu simu ndogo na vitu vingine nimeshasema tuko mtandaoni, lakini pia huwa tunafanya makundi kwa makundi kupitia ile taasisi ya Big Geo na mjibu huyu macho.
Kwa hiyo kama ikitokea tumeingia kwenye kikundi kile tumeitisha, maana taasisi ina vibali kwa Tanzania bara nzima. Kwa hiyo kama tutakuwa tumeitisha watu, tunafundisha maisha, tunafundisha na vitu hivyo. Kwa hiyo tuko na hatua hiyo. Nafikiri labda atakuwa nishamjibu kule aliko, na dada yangu hapa atakuwa nishakujibu kuhusu hawa watu tunawafikieje. Kwa hiyo tunawafikia kwa namna ili iweze kupata hiyo elimu. Kuna swala ya mipango kuwa mingi, lakini uthubutu na kujiamini nilikuacha nalo. Ndio. Ndio. Swala la kuthubutu ni swala tunataka ni la mtu binafsi, na lakini pia vijana tunatakiwa tupokee wito wa kuthubutu. Kuthubutu ni ile kufanya kutake risk, tunaita yani unaangalia, unahesabu hasara na faida, alafu unaona kama kuna faida nyingi, pamoja na kwamba kila jambo linakuwa na faida na hasara. Wewe unapochukua ndio tunasema huyu anadare ama anathubutu kufanya kitu. Kwa hiyo katika swala la uthubutu pia ni gia moja hapo ya kuweza kujikwamua kiuchumi. Ukisoma katika Methali 16:1 ni nukuu tu, inazungumzia mipango, inazungumzia kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi atoka kwa Bwana. Ukisoma kwenye Kiingereza inazungumzia plans. Sasa mimi napenda tafsiri ya Kiingereza kwa sababu inanipa maana ule uhalisia kabisa kwamba mipango huwa ni ya mwanadamu, bali jawabu ya hizo mipango huwa inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa maana hiyo wale ambao tunathubutu tunatakiwa tuweke mipango thabiti. Sio, umeelewa? Yaani Mungu hawezi akakusaidia, Mungu hawezi akafanya pasipo wewe binadamu. Wewe binadamu unatakiwa uweke mipango na uweke mipangilio. Yaani kuna mpango na mpangilio, kwamba katika mipango yangu taanza hili, tafuata hili, tafuata hili, tafuata hili. Ukishaweka hivyo, basi Mungu naye anaweza akakuwekea mkono wake sasa katika hayo ambayo unafanya. Naam. Kwa hiyo kuthubutu ni muhimu. Sawa. Ndio. Tichero, tukushukuru sana, muda unatushika shati hapa. Tunashukuru kwa elimu hii, elimu ya maisha na changamoto zake tumeanza kujifunza hapo. Naamini msikilizaji kuna jambo ambalo umejifunza. Tukipata tena wasaa mwingine tutaendelea kuelimishana hasa kwenye eneo hili ambalo tunaona kwamba bado kuna changamoto kwa baadhi ya watu walio wengi. Ili mtu atoboe, afikie malengo, afanye nini, bado kuna changamoto, lakini bado safari ni ndefu ili mtu aweze kufika hapo. Maana watu wanajaribu, anaweza kawa na mtaji akafanya biashara hii, kafanye, yani mambo yanakuwa hayaendi, yanagoma kweli. Kwa hivyo tutakuja kuendelea kadri tunapopata muda kuendelea kuwekana sawa ili watu wajifunze zaidi. Tichero, karibu tena wakati mwingine. Asante sana. Lakini pia kwa haraka namba yako, pengine kwa hiki ambacho umekisema mtu atatamani kukuuliza hata nje ya studio, pia unaweza ukaendelea kumwelimisha. Karibu. Asante sana. Namba yangu ya simu ni 0756 79 85 41. Nirudie 0756 79 85 41. Lakini nitoe ujumbe pia wa mwisho. Sikumbuki ni kitabu kipi kinaongelea kuhusu kujaribu mambo yote. Nasema jaribuni mambo yote, afurishikeni lililo jema. Sawa. Yaani jaribu kila kitu. Lakini shika lililo jema. Maana yake usiache kujaribu. Wewe jaribu tu, na huwezi jua katika kujaribu unaweza kawini. Sawa teacher. Asante sana. Tuishie hapa. Saa 3:32 kwa niaba wenzangu wote, Deogratias Limon hapa na Nkogati, lakini dakika chache kutoka hivi sasa Joseph Muki atakuwa hapa na kule viwanjani.